Kuna dhana mpya ya kiuchumi sasa hivi tunayo, inaitwa content creation. Ni sehemu kubwa ya digital economy. Ukiangalia kwa miaka ambayo tumekuwa, tulikuwa tunaambiwa uchumi unaangalia kilimo. Nafikiri kwa Tanzania tulikuwa tunaambiwa 80% ya uchumi wa nchi unategemea kilimo. Sina takwimu za kutosha kwa sasa hivi za kuthibitisha ni kipengele gani hasa cha kiuchumi ambacho sisi kama nchi tunakitegemea. Najua kuna importation ya goods, kwamba tunategemea pia bidhaa za kutoka nje. Najua kuna part za manufacturing, naelewa industry ni kubwa, lakini pia naamini kwa upande wa kilimo kile ambacho tulikuwa tunakitegemea sana kama msingi wa uchumi itakuwa imepungua. Sina hakika sana, lakini akili yangu moja kwa moja inaniambia tu kwamba mtazamo na uelewa sasa hivi wa digital economy ni mkubwa sana. Sasa hivi uchumi wa kidijitali ni sehemu kubwa ambayo inaingizia nchi pesa za kutosha tu. Sitamani kusema ni kwa kiasi gani, lakini najua ni eneo la msingi sana. Sasa athari yake kwenye maeneo tofauti inajitokeza. Athari inajitokeza kwenye maeneo ya shule, kwa maana ya kwenye different fields of studies na disciplines tofauti. Kwenye maeneo ya academy, kwa maana tuna wakufunzi, tuna walimu, tuna facilitators, tuna trainers na kadhalika, ambao wanategemea na wanatumia platforms zao kuweza kuwafundisha watu. Na tunaamini katika uchumi tulionao pia wanazo social media accounts au social media platforms ambazo wanazitumia kwenye kazi zao. Tumekwenda mbali zaidi kwa maana ya mabadiliko na maendeleo ya sasa. Teknolojia yametupeleka kwenye kuwa na artificial intelligence. Kwa hivyo tuna uwanda mpana wa kufanya kazi zetu vizuri kwa kutumia tools mbalimbali. Bado nina wasiwasi, sijaelewa wewe hapo ulipo, haijalishi unafanya nini, umejiposition vipi na mabadiliko ya sayansi ya teknolojia kwenye swala zima la content creation. Kwenye kitu chochote kile ambacho unakifanya, unafisi na kuamini kwamba content creation inaweza ikaongeza thamani kwenye biashara yako. Mathalan, katika mambo unayoyafanya, unafanya labda pengine mambo ya branding, unaamini, do you think kwamba content creation pia inaweza ikaongeza thamani kwako? Mimi naamini pia, kwa sababu watu wengi sasa hivi wametoka kuangalia billboards. Watu wengi sasa hivi wametoka kwenye kusoma magazeti. Watu wengi wametoka kwenye kusikiliza redio. Watu wengi wanatumia simu zao, wakati mwingi wanaangalia kwenye YouTube platforms ambako mimi naita YouTube Academy, wanaangalia kwenye simu zao, kwenye TikTok na maeneo mengine yote. Watu wengi wana create content za kutangaza biashara zao. Je, wewe kama ni mfanyabiashara unafikiria kuitangaza biashara yako kupitia kwenye social media platform, kutengeneza content ambayo inaweza ikaitangaza biashara yako vizuri? Na kama ukishindwa hilo, ukiendelea kuamini kwamba radio na TV zipo kwa ajili yako, mainstream media imeathiriwa sana na mfumo wa maisha tulionao. Na pengine wewe ukiacha tu kuwa mkufunzi au ukiacha kuwa mfanyabiashara ambayo unategemea kuitangaza biashara yako, wewe pia kama unahitaji kujifunza, unatumia hizi platform kujifunza. Tuna LinkedIn inafundisha, kuna kozi mbalimbali, kuna Udemy. Una take time kwenda kujifunza kwenye hizi platforms, kuijua biashara na kujua jinsi gani ambako unaweza ukazalisha. Kwa content creators wanafahamu deeply jinsi gani ambazo monetization principle iko applicable kwenye hizo different platforms. Unachukua muda kujifunza kwa watu mbalimbali, kujua jinsi gani unaweza kutengeneza pesa kutoka kwenye content ambazo unazitengeneza. Haijalishi unahitaji kupata pesa kiasi gani ndani ya muda gani, lakini ukiendelea kutengeneza content za kuitangaza biashara yako au kueleza kazi unazozifanya, una watu wengi ambao watakufuata. Una subscribers wengi ambao watajifunza kwako. Lakini wako watu wengine sio lazima wamesubscribe, ni watu ambao watakutana na content yako, wataielewa, watajifunza, wataiona inafaa, na pengine wanaweza kaa tayari kufanya biashara na wewe. Haijalishi unafanya nini, kila kitu unachokifanya kinahitaji kuwa na content. Na ile content ukitengeneza vizuri, ikawa na muonekano mzuri, ikawafikia watu wengi, hakika kuna jinsi ambavyo itaweza kufanya biashara yako au elimu yako unayotoa au kazi unayoifanya kwa jamii yako kuwa kubwa na yenye thamani.
na hiyo position ulionayo ndo sisi tunatamani tukupe. EBM Scholars tupo kwa ajili ya share insight na wewe, lakini pia kutamani kufanya content na wewe. Kuna vitu vinakuja, ni mapema kuvisema, lakini utafurahia sana. Get ready, tengeneza content ambazo zitakutangaza, zitatangaza biashara yako na zitaipa thamani kazi unayofanya.